Tumsifu Yesu Kristo. Ni furaha yangu kidogo kujibu maswali machache ambayo watu wananiuliza, kwa sababu wanajua kabisa kwamba mimi Askofu Mkuu mstaafu Josephat Louis Lebulu tulikuwa karibu sana na hayati Baba Kardinali Polycarp Pengo, ambaye tunamwombea kwake Mwenyezi Mungu apate pumziko la milele. Wengi wamependa kuniuliza juu ya uhusiano wangu na yeye, kwamba naweza kutafsiri kwamba ni uhusiano wa aina gani. Kwanza, mimi nilimfahamu Baba Kardinali Polycarp Pengo tukiwa seminari kuu ya Kipalapala. Nilipoenda kule mwaka 1965 na yeye alikuwa amewahi kule pia. Sisi tulitokea seminari kuu ya Kibosho mwaka ule ambapo kanisa la Tanzania liliunganisha seminari zetu kwa pamoja. Basi mimi nikamkuta kule Kipalapala, nikakuta amekwisha kukamilisha sehemu ya filosofia na alikuwa kwenye mwaka wa pili wa teolojia. Basi ndipo nilipomfahamu kama mwanafunzi mseminari kutoka Sumbawanga. Basi na mimi nikamfahamu kidogo, na kitu ambacho kilikuwa kinanivuta sana kwake ni kwamba alikuwa mtu ambaye amependa sana kusoma na hakupoteza muda wakati ule kama kijana. Na hata wengine wakifanya soga kwamba huyo anasema bwana, tuko hapa tusome bwana, kwani elimu ndio labda inayoweza kukufanya uwe padri, au yule aliye na degree au yule asiye na degree, mchezo wa namna hii. Ila kwake yeye walimtania. Ninakumbuka kwamba wewe unapenda kusoma namna hii, ndiwe unataka kuja kuwa profesa hapa nini? Basi soga za namna hiyo. Basi baadaye nikamaliza shule mapema kuliko yeye, kwa sababu yeye alikuwa nyuma yangu miaka miwili. Nikapata upadrisho mwaka 68 na yeye miaka miwili baadaye akarudi Sumbawanga, akapewa kazi ya kuwa katibu askofu Charles au Karolo Msakila, na baadaye akatumwa chuo kikuu. Ni hapo tulikutana kama wanafunzi, lakini baadaye tumekutana tena kama wanafunzi wa vyuo vikuu, japo yeye alikuwa Roma na mimi nilikuwa Louvain kule Belgium. Tukawa tunawasiliana, na baadaye kama rekta alianzisha seminari yetu hiyo. Alianza kuwa gombera wa kwanza wa seminari ya Segerea, hii seminari ya teolojia, na baadaye basi akawa askofu. Nakumbuka amekuwa askofu mwaka wa 1984, askofu wa Masasi. Alafu baadaye akatengeneza mpango kwamba kukawa kuna muunganiko wa kule Tunduru na Masasi. Basi kukaundwa jimbo la Tunduru Masasi, ambapo ametumikia mpaka alipoteuliwa kuwa askofu mwandamizi wa jimbo kuu la Dar es Salaam, askofu mkuu mwandamizi. Na akaja Dar es Salaam akaanza kazi hiyo chini ya uongozi wa hayati Kardinali Rugambwa, yule Laurian Rugambwa. Baadaye alipokea jimbo kuu la Dar es Salaam mwaka wa 92. Basi mimi namfahamu hivyo. Kwa hivyo kumfahamu kwangu mimi
ni katika wito wetu wa pamoja. Hivyo ndivyo ilivyokuwa, kwamba yeye na mimi tumetamani sana kuwa mapadri na tukawa mapadri. Sasa wito huu uliofuata baadaye wa kuteuliwa kuwa wachungaji katika majimbo, hii ilikuwa ni mpango wa Mungu. Tukakutana tena hapo. Kwa hivyo tulikuwa karibu sana katika taratibu zote zinazohusu uchungaji katika Tanzania. Na mimi nikiwa mwenyekiti wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania wakati ule, basi tulikutana naye kwa karibu, tukashauriana mambo mengi. Na akiwa Dar es Salaam, mtu ambaye kwa kweli amependa kanisa na amependa utume huu wa kipadre. Tumeshirikiana katika mawazo, hata katika semina mbalimbali, mara nyingine mafunzo, tumeshirikishana mambo mengi sana. Kwa hivyo tumekuwa karibu sana. Kwangu mimi ni rafiki. Ukiniuliza uhusiano wako na yeye ni unautafsiri vipi, mimi nasema ni rafiki wa kweli. Rafiki wa kweli. Haikuwa shida kuongea, haikuwa shida hata kushauriana mambo, na kama hata mtu anakosea, kwa sababu sisi ni binadamu, haikuwa vigumu kuomba msamaha pale ambapo mambo hayakwenda vizuri au tukufanya vizuri, na kuomba Mungu atupe nguvu ya kuweza kufanya vizuri zaidi. Kwa hivyo watu wanaponiuliza uhusiano wako na Baba Kardinali Pengo ni upi, nawaambia ni huo wa nini, wa urafiki wa kweli. Katika nini? Katika Kristo na kwa kazi yake Kristo. Mara nyingi tumeongea juu ya wito, tukashauriana kwamba wito ni nini. Tukaona kwamba watu wengi sana wanapoongea juu ya miito mitakatifu, wanaongea tu juu ya upadre na utawa, na wanasahau sana wito wa ulei. Kwa hivyo tukajijenga katika hilo, na tuliona kabisa kwamba wito wetu wa kwanza kabisa ni kuwa mtu, kama vile tunavyojua kabisa katika maandiko matakatifu kwamba Mungu alimuumba mwanadamu kwa sura na mfano wake. Mwanamume na mwanamke aliwaumba, na akawakabidhi ulimwengu wote wa utawale. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza tu aya ya 27 mpaka ya 31 tumeona tujue mwito wetu wa kuwa binadamu, kuheshimu ubinadamu na kumheshimu kila binadamu. Ni wito ambao ni wa kwanza na tumeitiwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hilo tukaliangalia kwa undani. Sisi wenyewe kama viongozi tuwe wanadamu kweli, maana Kristo yeye ni Mungu kweli na mtu kweli. Alafu ya pili tukaambiana, na hilo tumelijadili mara nyingi katika mahusiano yetu, wito wa Ukristo, jinsi kanisa lilivyoundwa na ambalo lina wadau watatu. Yaani kuna wadau walei, wadau watawa na wadau wa maklero au maaskofu, mapadre na mashemasi, ndio wanaitwa waklero. Kwa hivyo hilo nalo tukaliunganisha, tukasema mwito wetu kwa kweli ni mwito mfungamano. Lazima mtu ili aishi wito wake vizuri anapaswa kuwa binadamu kweli, alafu anapaswa kuwa Mkristo kweli. Na sasa Mkristo ambaye ni mlei au Mkristo ambaye ni mtawa au Mkristo ambaye ni padri, tunaunda sasa kanisa ambalo Kristo ndilo amempa kila askofu sasa asimamie katika wajibu wake
Wajibu wa kwanza, kama tulivyokuwa tunaambiana na huyu ndugu yetu na tuliongea sana naye, wito wa kwanza wa kuwa walimu, kufundisha mafundisho ya imani. Alafu ya pili, kuwa watu ambao wana kazi ya kutakatifuza, kuwasaidia watu, kuwatakasa, kuwainua, kama vile Kristo anavyosema waweke watu anasema naomba wawe kitu kimoja na waweke wakfu katika umoja. Katika sura ya 17 ya Yohane aya ya ile ya 17 anasema waweke wakfu katika ukweli, na neno lako ndio kweli. Basi mimi ndivyo nilivyomfahamu baba huyu. Amekuwa mtu ambaye amejitahidi kuishi mwito wake wa kibinadamu, mwito wake wa Kikristo na mwito wake wa uklero kama padri, askofu na kardinali. Ameishi vizuri. Kwanza kabisa ambacho nimejifunza kwake ni kupenda kanisa. Licha huo kupenda wito wake, lakini ni mtu wa kanisa. Anajua kwamba sisi sote tuliobatizwa tu wana kanisa, na amejua kimsingi kabisa kanisa ni mwili wa Kristo. Kwa hivyo popote pale ambapo amekuwepo, la kwanza alijenga mahusiano mazuri sana na waamini, akiwaweka katika ngazi ya waklero, ngazi ya watawa na ngazi ya waamini walei. Kwa hivyo la kwanza alilolifanya alipoingia kwenye jimbo, hata kule alikofanya Masasi au Tunduru Masasi, ilikuwa ni kujenga ule uhusiano mzuri, na akijua kwamba kuna wadau watatu katika kuwa kanisa. Kwa hivi aliweza kuangalia vizuri sana kwamba tujenge nini? Uhusiano na umoja, alafu tujenge mwili wa Kristo. Kwa hivyo kila mahali alipoingia, kwanza amejenga mahusiano mazuri na watu, walei, watawa na mapadri. Alafu la pili, ameangalia kanisa kama asasi yake Kristo, yaani chombo chake Kristo ambacho kinapaswa kujitegemea. Kwa hivyo kule kujitegemea, alisema jamani, tujitegemee kifikra pia, lakini tujitegemee pia kimapato, tusiwe wategemezi moja kwa moja. Hiyo ndio ambayo nimejifunza kwake, na wengi tumejifunza kwake kwa hilo. Kwa hivyo kila mahali alipokuwa amesisitiza kanisa lichukue, kanisa la nyumbani, yaani hao mapadri, watawa na walei wachukue wajibu wa kufanya kanisa lijitegemee kimawazo, kimapato, kifikra na kila kitu. Lijitegemee likiwa limesimama chini ya uongozi wake Yesu Kristo, ambaye amemteua Papa kuwa halifa wake, kuwa yeye ndiye ambaye anasimama kwa niaba yake hapa duniani. Kwa hivyo hii inayoitwa kujitegemea nimejifunza kwake, na kujenga uhusiano mzuri kati ya wadau wa kanisa, waamini, walei, watawa na waklero. Hiyo ndivyo nimejifunza kwake hilo. Lingine ni kwamba yeye kwa kweli ni mtu ambaye yuko wima kabisa katika ukweli. Anasimamia ukweli, hakuna mchezo. Ni hivi kwamba alizingatia kabisa, kama tunavyoambiwa kwenye Injili ya Yohane sura ile ya 8, sio aya 31 mpaka 33. Mkiyazingatia mafundisho yangu, mtakuwa kweli wanafunzi wangu. Mtaujua ukweli, nao ukweli utawaweka huru. Yeye alipenda sana hilo, kwamba ukweli unatupa uhuru. Kwa hivyo nimejifunza kwake hilo, na tumeshirikiana katika hilo kwa undani kabisa. Na kufuatana na hilo pia, unajua
Yeye alikuwa ni Waingereza wanaita moralist. Yeye amejifunza sana mambo ya maadili, na hata kwa degree ya juu kabisa, PhD katika theolojia ya maadili. Kwa hivyo kuhusiana na maadili na maadili, namna ya kusimama vizuri, nakumbuka siku moja nimeshaisema tena mahali pengine, tulikuwa tumekaa tumebanwa kweli, tunatafuta mlezi kwa ajili ya seminari zetu. Tukakazana maaskofu tafuta siku moja mpaka jioni tumechoka. Mimi nilifikiri basi afadhali, mimi nikasema bwana, mimi nilikuwa mwenyekiti wakati ule, nikasema jamani, something is better than nothing. Unajua kitu bora mmoja tu ni afadhali kuliko kukosa. Akaniambia, hey Lebulu, you are wrong. Wewe umekosea. Do you think poison is better than nothing? Wewe unaweza kufikiri kwamba sumu ni bora kuliko kuikosa? Unaona, sasa hii ilinipa kila mara tu nimemkumbusha, nikasema yeye hapa kwamba kweli ni ukweli wenyewe huo. Hata kwa siku ya leo huwezi kusema nachukua hiki kwa sababu afadhali hiki kuliko kukosa, kumbe kile kitakuumiza. Usimamie huo ukweli kwamba kwa kweli kama sumu ni sumu, sio sumu, afadhali sumu kuliko kukosa. Hii ni mfano, lakini mimi nakumbuka hilo na napenda sana juu ya hilo. Tumeongea naye sana mara nyingi, hata maisha ya kiroho, kuangalia maisha ya hapa duniani na maisha yetu, kwamba tuko safarini, tunatembea na Yesu. Ikifika mwisho tunakufa pamoja naye na tunaingia katika uzima. Ndio maana kusikia habari ya kifo chake nimeumia kwa ndani sana, lakini vile vile niliweza kupokea vizuri sana kwa jinsi tulivyokuwa tumezoeana na tulikuwa tunawasiliana mara kwa mara katika changamoto za afya na nini. Kwa hivyo nimeona kweli rafiki wa kweli ni yule ambaye ni rafiki wa Kristo. Kwa hivyo kuwa rafiki wa Kristo, tukawa kwa pamoja katika hilo, kuna faraja. Sasa wengine wakaniuliza, sasa wewe unasemaje, ni kitu gani umekikosa? Yaani huyu ndugu yetu au wewe au taifa au kanisa linakosa, lina misi nini? Linamkosa vipi? Kama vile mtu anasema kupoteza. Hiyo nimekemea kwa kweli. Hatukupoteza, tumepata sana. Maana tunajua kabisa kwamba kufa lazima tufe. Sasa lakini mtu anakufaje katika hali kama hii ya utulivu na amani na uhusiano na mtu aliyefanya kazi kwa uaminifu? Hata Yesu mwenyewe anasema, basi njooni kwangu enye mliobarikiwa na nani? Na Baba yangu. Na hiyo kwa nini? Kwa sababu anasema wazi wazi, nilikuwa na njaa mkafanya nini? Mkanipa chakula. Nilikuwa na kinywaji, nilikuwa na kiu, mkanipa kinywaji. Nilikuwa sina nguo. Yote hayo yanayosema, nilikuwa mgonjwa, na hayo Baba Cardinal Pengo ameyatekeleza kiaminifu kabisa. Kwa hivyo kwa nini mtu anapoenda kuurithi ufalme ambao umeandaliwa na Baba yetu wa mbinguni kabla ya kuumbwa ulimwengu, kwa nini tuseme tumepoteza? Si tumepata. Ndio hiyo tu. Najua ni kweli kifo ni uchungu, lakini vile vile kuna faraja ndani yake, ni kuzaliwa upya.
kuingia katika maisha ya umilele. Yeye ametangulia na wengine tuko safarini, tutakutana tu siku moja vizuri kwa namna ya pekee ambayo hatuijui sana. Asante kwa hilo. Tunasema mchango wake. Kitu cha kwanza kabisa ambacho ameonesha, na nafikiri tunapaswa tuige mchango wake wa kwanza, ni ule wa kutufanya sisi wa Tanzania wa Kristo tujue kwamba tu kanisa. Yaani mtu asifikirie tu kwamba ni appendix au kitu chochote, lakini mchango wake wa kwanza ambao tumeuonja kwa kanisa ni ule wa kutufanya tujijue, tujifahamu na tujithamini kwamba sisi ni wadau wa kanisa lake Yesu Kristo. Maanake we are partners. Sisi sio appendix tu au watu wa nje hivi, kama vile alivyosema siwaiti watumishi bali nani? Marafiki. Kwa sababu yote aliyoniarifu Baba yangu mbinguni nimewafunulieni. Kwa hivyo hiyo ndio nimeiona la kwanza, mchango ulio mkubwa sana. Kwa hivyo watu wa Tanzania na kanisa la Tanzania lilipotambua hili, limewajibika yale majukumu ambayo ni ya ufundishaji, majukumu ya neno la Mungu, na majukumu ya nini la pili ya kinabii, na jukumu la tatu ambalo limefanyika ni lile la kifalme au la uchungaji. Yeye ametusisimua na kutupa ukweli kwamba tujitambue na tukiri na tuthamini kwamba sisi ni wadau wake Yesu Kristo katika kazi yake ya ukombozi na kazi yake ya wokovu. Hiyo imeingia sana, ndio mchango mkubwa sana. Kwa hivyo kujitegemea kwa kanisa, watu wanavyoangalia uongozi katika kanisa, baraza la maaskofu jinsi lilivyoundwa na jinsi linavyoendeleza kazi, huu mchango wa baba yetu Cardinal Polycarp Pengo ulikuwa mkubwa mno. Yaani hata kiasi kwamba tulimuita kwamba yeye anajihisi kuwa mwana kanisa kwa kanisa lote la ulimwengu. Walisema tu sentire cum ecclesia. He feels with the church. Ni kama vile ana breathe, anapumua. Kupumua kwake, uhai wake basi ni kanisa. Na mtu angekuwa anabomoa kanisa, hapo utatambua kwamba Baba Pengo ni nani hasa. Atakueleza ule ukweli jinsi ulivyo, na hawezi kukubali mambo yaende hovyo hovyo kwenye kanisa. Na si kanisa tu, kwenye jamii alikuwa hodari mno, na hakuwa na shida. Hakuzungumza kwa jazba. Kama alikosea kama binadamu, sisi tunakosea, tunapata jazba, unasema kidogo, lakini baadaye basi alikuwa tayari kuweka mambo yake sawa. Lakini hakuongea kwa jazba, ameongea ukweli, na mambo yale yaliyoyaongea yalikuwa sahihi kabisa kwa ajili ya manufaa ya wananchi. Hata mpaka hakuogopa kulaumiwa wala kutukanwa, kwamba amesema kilicho sahihi na cha kufanya kwa wakati wake. Kwa sababu pia kama mtu aliyebobea kwenye maadili, anajua kila kitu unasema lini na nani, wapi, kwa nini, kwa sababu gani. Yani ndio hiyo kwa nini, alafu kwa namna gani, na kwa vile vile namna unaongeaje na unaongea na nani. Aliweza kuyapima vizuri, akaongea kila kitu kwa wakati wake, na kuamua wakati uliostahili kuamuliwa ni pale aliamua.
Sasa mara nyingine analeta lawama, lakini lawama si kitu, mradi kusimamia ukweli katika busara. Manake hata ukweli, kusema ukweli unahitaji pia maadili. Unasema nini na kwa nani na kwa wakati gani. Hiyo alipima vizuri na akasema sawasawa inavyokuwa inapasa na kwa wakati wake. Ndivyo ninavyomfahamu Baba Kardinali Polycarp Pengo. Ndio hivyo, namshukuru Mungu. Yeye ni binadamu, amekuwa vile vile na mapungufu yake kama binadamu, lakini alikuwa tayari kukiri na kusema jamani, samahani. Kwa mtu mkubwa mdogo au nani, hakuwa na, alafu anaendelea. Basi hiyo ndio nakushukuru pia kama umenipata hivyo, na yeyote ambaye anataka kumfahamu, huyu ni rafiki yangu wa ndani kabisa. Kwa hivyo tunafahamiana vizuri. Niliyosema ndivyo alivyo. Asante.